Baada ya dhiki faraja, ila nimeshachoka kungoja. Nimesubiri mbivu zinaoziana. Ama ndo riziki bado huenda ikafika kesho. Yana siku la hali wewe nilikuruhusu muda mrefu. Kulikoni hapa tena? Wakati nilitegemea saizi upo nyumbani kwako. Kulikoni? Mimi hapa mjini sina ndugu. Na ndio maana niko hapa kwa sababu sijui wapi nielekee. Una ndugu kivipi? Mimi nilitokea kijijini huko. Sasa nilikuja mjini kwa ajili ya kutafuta maisha. Na mpaka inanikuta matatizo haya yote ndio nipo huku, lakini kwa mjini hapa mimi sina ndugu wala sina jamaa yoyote. Na sina sehemu ya kulala. Na ndio maana nikuta niko hapa kwa sababu sina uelekeo wowote wa kwenda. Kwa hiyo ningeomba unisaidie kama itawezekana. Kwa hiyo ulikuja kutafuta maisha? Baada ya dhiki faraja, ila nimeshachoka kungoja. Nimesubiri mbivu zinaoziana. Ama ndo riziki bado huenda ikafika kesho. Yana siku la hali akuli bukha. Ama ndo niseme ninagundu, ama ndo niseme nimerogwa, ama nisemeje, ama nisemeje. Mwaka wangu, mwaka wangu. Ndugu yangu, hapa ni kwangu. Kwa hiyo jisikie hapo nyumbani. Kuwa huru. Sawa? Hii unayoona hapa ni familia yangu. Huyu ni mke wangu, huyu ni dadangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Sawa? Wini, hebu muandalie mgeni chakula ili mradi aweze kumeza vidonge. Taratibu. Huenda ikafika kesho. Yana siku la hali akuli bukha. Ama ndo niseme ninagundu, ama ndo niseme nimerogwa, ama nisemeje, ama nisemeje. Mwaka wangu, mwaka wangu.
Sawa. Sawa ni kitu. Wewe fitoa vyombo. Huenda ikafika kesho yana siku la hali na akulibukha ama ndo niseme ninagundu ama ndo niseme nimerogwa ama nisemeje. Nini mpaka unanitia huku? Unataka kunitia aibu? Unauliza nini mume wangu? Uoni pale? Umemleta mtu kaumia, midonda. Unafanya nini ule mgonjwa? Na umesikia story yake alivyokuhadithia. Anaonesha kabisa kwamba huyo mtu sio kuondoka leo la kesho. Aya, wewe msimamo wako upo wapi? Hapo kosa hamna. Yule mimi nimemsaidia. Atapopata afadhali na tutapowajua ndugu zake ataondoka. Anaondoka lini? Anakaa siku 2 au anakaa ndo maisha yake atakuwa ni hapo? Atakaa siku 2-3 atajingojelezea mpaka apone. Aweza kaondoka leo kesho. Sawa. Usijali mke wangu ataondoka ila yupo kidogo. Sawa? Usijali. Mtu kaumia yule. Akifa huko ndani. Mimi unanitisha mume wangu. Mambo yako unayofanya sasa hivi yani hata sikuelewa. Sasa huko unafika mbali mke wangu. Wewe usifikirie hilo. Mbona unafika mbali? Hayo mambo ya kufa kapanga Mungu. Wewe tumsaidie. Sawa? Usijali mke wangu. Kama umeamua hivyo wewe, sawa. Sawa. Wewe usijali. Nisikie. Ndugu yangu, hebu tupe kidogo story ya maisha yako maana hatujui kitu gani kilichokukuta. Kwa kweli sina ambacho nakikumbuka. Lakini nakumbuka mimi kwamba unajua ndio kila kitu katika maisha yangu. Ya tuseme ndio kama msaada wangu au kama mshauri wangu. Ni mtu wangu wa karibu. Mimi nimefikiria kutoka nje ya mji huu nikatafute maisha. Sababu hapa tumekaa sana, tumepambana, tunapambana kila kukicha. Lakini kila tunachokifanya bado kwetu kinakuwa kigumu. Kwa mimi nikaona bora kama ikiwezekana nisogee. Wewe na Mungu anaweza kunijalia. Ni wazo zuri. Na kwa upande wangu mimi siwezi nikakwambia sawa au nikakwambia hapana. Kwa hili mimi naona majibu utakuwa nayo mwenyewe. Kile utachokiamua wewe na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Ila kuna kitu kimoja. Juu ya hii safari yako umejiandaaje? Kwa kweli yani hilo kidogo ni changamoto kwangu na ni kipengele. Nasema kipengele kwa sababu moja. Mimi mjini sina ndugu wa aina yoyote ile. Na sina kazi kusema labda ninapotoka hapa naenda kufanya kazi fulani. Ila najipa imani kwa sababu mimi ni mwanaume na najua tu nikifika Mungu atajalia. Sina kazi ambayo maalum naenda kuifanya kule. Iko cha kwanza. Lakini pia sina ndugu wala jamaa. Kusema labda ninapotoka hapa nitaenda kufikia kwa mtu fulani. Lakini mimi naamini kwa kuwa mimi ni mwanaume, nikifika mimi nitajua tunaishi vipi na pambana vipi. Lingine kama Mungu akijalia kama nitafanikiwa kutoka na shemeji yako na ni mjamzito. Kwa naomba sana kwenye hilo. Kwa hili halina shida. Mimi na imani tumesaidiana mambo mengi sana na tumetoka mbali sana. Kwa hiyo kwa hili sitakuangusha. Inawezekana safari yako kwa hiyo ndio ikawa safari yangu mimi.
kufanikiwa kwako inawezekana ndio kufanikiwa kwangu mimi. Mimi nitasimama naye bega kwa bega. Nitachokuwa nacho nitampatia. Kwa hilo ndo shaka. Asibaridi mwanangu. Poa. Mimi wazee wangu mimi nimewaita hapa. Nilikuwa na shida kidogo na jambo. Shida yangu au jambo langu nilikuwa naomba mnipe ushauri pia mniruhusu. Mimi kwa sasa nimekuwa na katika ukuaji wangu nahitaji nitoke kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Kwa hiyo nilikuwa naomba ruhusa yenu wazee wangu na baraka zenu pia. Ndio kata kukaa kote ambayo kusema ngoja leo niende kaonana na wale wazee kuliongea swala kama hiyo. Mimi hilo swala sikubaliani nalo. Sikubaliani nalo tu. Mimi hapa nanitegemea nani? Nitegemea baba yako peke yake. Itawezekana? Hamna kwenda kokote. Na unatoka hapa unaenda wapi? Unakwenda wewe wapi? Mji huu unamwachia nani? Mtoto pekee. Leo niache mimi. Swala hilo mimi sikubaliani nalo kabisa. Lakini mama, mimi sio kama natoka kwa ubaya. Mimi naenda kwa lengo la kutafuta maisha. Na naenda kuwatafutia nyinyi wenyewe. Sababu kile nitakachokipata kitakuja kutusaidia sisi, mimi pamoja na nyinyi. Kwa mamangu mimi naomba niruhusu na nikunjulie nafsi yako. Swala hilo mimi sikubaliani nalo. Mke wangu. Mbali huko unakokwenda. Huko unakokwenda mbali. Labda nikwambie kitu. Mimi na wewe nilipofanya protocol yangu ya kukutafuta wewe mpaka kukuoa, kufika hapa tunamzaa huyu, nilipitia changamoto nyingi tena sana. Sasa labda nikwambie kitu. Mtoto huyu keshafika wakati wa kufanya majukumu kama hayo. Jukumu letu sisi lilikuwa kumzaa na kumlea. Kwanza mimi naona kachelewa sana. Mpaka anatoa maamuzi yao. Kachelewa, saizi ilikuwa muda mrefu afanye mambo kama hayo. Na wanamume tushapewa katika dini, alijalu qawamuna la nisai. Mwanamume kiongozi kwa wanawake. Mwache akatafute, anataka kutumia ule uongozi wake atulee. Labda nikwambie kitu. Huyu kijana anapozungumza jambo kama hilo linastahili kwa sasa hivi. Mimi baba yake nilihangaika sana kupata ushauri kwa watu. Leo kaja mwenyewe katoa ushauri kama huu. Mimi kama baba yake Msati cha Mtungi nasema hivyo. Mwache akatafute faida kwetu sisi. Sawa. Niko pamoja sasa, yameniingia. Baba. Safari salama. Huko unakokwenda. Kacheke na vijana, wazee, watoto. Uwe hewala. Hewala sio utumwa. Na utafanikisha mafanikio yako. Lakini unakokwenda usitusahau sisi wazee wako. Nenda salama mwanangu. Mimi baba nikwambie tu, nenda safari yako salama. Mimi kama baba yako nimekulia radhi. Katafute mwanangu. Sawa baba. Pia mimi nimewaelewa vizuri wazee wangu na nashukuru kwanza kwa kuniruhusu. Lakini pia niwaahidi nakoenda. Najua mmenifundisha vitu vingi sana. Mmenilea katika maadili mema. Na mimi yale nitayafanyia kazi yote. Nitacheka na mtoto mkubwa, mzee, kila mmoja atakuwa ni rafiki yangu. Kesho sana. Lakini leo nimekuja na jambo moja. Umeanza? Hamna. Sijaanza. Ila ungenisikiza ingekuwa vizuri zaidi. Haya, niambie jambo gani hilo? Kuja tu kwa lengo la kukuaga. Umeshaanza? Hapana. Nimekuja kukuaga serious. Kwamba mimi nahitaji kutoka. Yaani nisafiri. Utoke tena? Haya mzee, tunaenda wapi? Kwa kweli ninapokwenda mimi sipajui. Na imani nitajua nikifika. Hila dhumuni langu kubwa nifike mjini. Kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Kwa sababu
Nimekaa hapa miaka yote. Sio ni mafanikio yoyote, sio chochote kinachoendelea. Lakini na imani nikitoka nje ya hapa, wenda Mungu akanijalia na mimi nikapata. Lakini mbona maisha popote tu pale? Hata hapa kama ukijipanga unatoboa tu kimaisha. Sio lazima kuhama kwenda sehemu nyingine. Wangapi wanaishi kwenye miji yao na wanatoboa kimaisha? Sembuse wewe. Ni kweli unachosema. Lakini kwangu mimi nahisi kabisa iko kitu hakiwezekani. Kwa sababu mimi ni mzaliwa hapa. Nimekulia hapa, nimesomea hapa. Maisha kupitia hapa. Mimi naona bora wewe uniruhusu tu ili mimi niweze kwenda mjini. Kwa sababu naamini kabisa kama nikitoka nje hapa nitafanikiwa kwa haraka na hata malengo yangu yatakamilika kwa haraka. Kikubwa naomba uniruhusu. Na uniombee dua tu. Ni kweli. Lakini kuna watu wanafanya maisha katika miji yao na wanatoka kabisa kimaisha. Kwa nini wewe utoke uende mbali? Na ikiwa una uwezo wa kufanya hapa maisha yako na yakatoka. Lakini kumbuka, mimi ni msaada mkubwa kwako. Na wewe ni msaada mkubwa kwangu. Leo hii ukiondoka, unafikiri mimi naishije hapa? Nani mwingine atakayenihudumia mimi? Natambua hilo. Lakini mimi niko naomba uniruhusu. Ama ndo niseme nimerogwa, ama nisemeje, ama nisemeje. Kwanza umetokea wapi? Umetokea wapi babu?
Nisamehe na nimekosea naomba. Au nikupigia kea wizi? Hapana. Poa, mchenge sasa hivi, tunajua zile. Sawa. Poa wewe, unataka kuchukua la nini? Kichenge. Mwaka wangu Dada samani. Dada samani. Bila samani. Habari za saizi? Fresh. Samani kwa usumbufu lakini mimi hapa ni mgeni na nimetoka kijijini. Nimefika hapa tokea jana lakini nilipofika kuna sehemu nilikuwa nimepumzika wakaniibia begi langu pamoja na vitu vyangu vyote. Acha kujizungusha basi, ongea point yako nini yani? Msaada gani ambao unaotaka kwangu? Point yangu maana nilikuwa naomba unisaidie nipate chakula pia na sehemu ya kulala. Kaza mwanangu, wewe mtoto wa kiume unaongea nataka chakula. Kaza mwanangu, hii mjini, si unajua? Simu wote unaishi. Utawala, stendi ipo, unaishi, dua tu. Fanya kazi. Mimi mwenyewe siku ya kwanza kupiga ile maisha nimeshikwa shida, nimelala kijiweni fresh. Habari ya saizi mama? Salama tu, sijui za nyumbani. Nyumbani tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amani inapatikana. Naona tumepoteana nusu mbili tatu hapa. Hata mimi nimeshangaa kwa sababu sio kawaida yako. Nikajua baada mwenzio hayupo, basi tena wewe hata kuja kuniona ikawa kwako kugumu. Kwani Mpeku ameondoka? Ukose kujua wewe tena? Taarifa zake ninazo, ila taarifa ya kuwa hayupo ndio hiyo sina. Ila tu alinifuata akaniomba ushauri, lakini alikuwa hajaniaga kama kuniambia kama ameondoka. Basi kaondoka, aliko kashafika huko aliko kama Mwenyezi Mungu kamfikisha salama, ila bado sijapata habari zake za huko. Hapo mtoto wa kiume na nyama za kukaza, wewe unataka chakula sijui na nini. Wewe angalia maisha mwanangu. Lakini sasa brother, jana nilikuwa nimelala kuna sehemu moja hivi pale barabara ipo, kuna stendi pale, kuna nani, kuna hapa kuna felemu. Sasa nilikuwa nimelala ndo hapo ambapo nimeibiwa. Sasa na ukiangalia sina chochote hapa. Jana nilikuwa na begi hata nashuka. Lakini naomba nisaidie kaka yangu, mimi nina shida kweli. Sikiliza kwanza nikwambie kitu. Kuhusu si chakula, hiyo utajitemegea mwenyewe. Kuhusu sehemu ya kuishi na kupeleka magetoni fresh utaishi. Lakini siwezi nikakupeleka magetoni, maana magetoni Yesu unajua naishi na mwanangu. Nakupeleka kwa mwanangu kwanza, akikubali mwanangu ndo nakupeleka naye tunaingia mtaani wote. Sawa. Umeelewa? Nitashukuru. Nitashukuru sana brother. Kaza mwanangu, kaza wewe boy, vipi? Tujichenge sasa. Sawa, sawa. Basi kikubwa tu tumuombe Mungu huko alipokwenda, Mungu amsaidie na muongoze kwa kile alichoenda kukifanya. Hilo ndo nakuliomba. Ila mama, mimi sio mkaji sana, maana nilikuja tu kwa ajili yake. Baada ya kuona ukimya wa siku 2-3, nikaona bora nije kumtembelea ndugu yangu. Na mimi nashukuru sana kwa kuja, lakini ndo usikose kuja kunitembelea baba, sio baada mwenzio hayupo. Wewe tena ndo ukae moja kwa moja huko, bila kuja kunitembelea. Wewe unakuja na mimi kidogo nijisikie, kwa sababu nyinyi mtoka mkoa dogo mko wote mpaka dakika sasa hivi. Kwa hiyo nikikuona wewe sasa nimemwona yule. Kwa hilo mama, ondoa shaka, mimi ni mwanao. Kwa sababu malezi ule mgea mwanao na mimi nimeyapata. Asante baba. Kwa hiyo muda wote nitakuwa nakuja hapa kutembelea. Asante babangu, nashukuru kwa hilo. Baada ya dhiki faraja, ila nimeshachoka kungoja. Nimesubiri mbivu zinaozana. Ama ndo riziki bado huenda ikafika kesho. Ya nafsi kula hali na akuli bukhari. Ama ndo niseme ninagundu, ama ndo niseme nimerogwa. Ama nisemeje, ama nisemeje. Mwaka wangu, mwaka wangu.
mwaka wangu. Na ngome nimekusikia. Mbona wewe hapo mwana? Wewe hapo mimi amenifuata, amenielekeza. Yaani napita njiani kwanza ameniita. Kanielekeza mazingira ya kulala, si unajua? Nikasema sio kesi, mimi siwezi nikachukua utawala ile mimi mwenyewe moja kwa moja. Nikasema mimi naishi na mwanangu mtaani, si unajua? Na danji na mwanangu mtaani mazingira fulani. Akasema ngoja mwanangu nikufuate nikuelekeze. Huyo sehemu ya kulala ana. Sema nini ada boy? Unajua zile. Kuna kama unakumbuka, unajua zile. Tu kama hao sema kwangu hapo unapokea tu sante moja unaweza kutanyanga hapo kuja kuleta matatizo hapo pembeni zienda na kuja kama hivi unajua. Hawana sehemu ya kulala dakika za mwisho leo tualeta mtaani nini kama hivyo unaelewa madili yetu tunaopiga nini maisha yetu tunavyoishi. Hamna mwanangu huyu hawezi kuwa mpelelezi. Wewe mwenyewe mwangalie kwanza jinsi alivyo nini uko peku nini. Nyama au vipi? Sura hiyo unaijua? Unajua Isula? Hapana. Unaijua Isula? Hamna, sijui. Unajui eh? Kwa hiyo umetokea wapi? Huyo katokea Mwei huyo. Huyo ni wewe tunajua. Huyu si mshamba tu. Au vipi? Sasa unajua zile. Kwanza mwenyewe unaenda kama nani? Au jina lako ni kiufupi yani unaitwa nani? Maana nikwambia kama nani unaona kama anakuacha njia panda. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mpeku. Oh, anaitwa Mpeku mwanangu kama jinsi alivyo, unajua? So unapo chini. Iko peku, unajua zile. Kwa mwanangu sikia sasa. Mimi hapa nachukua heshima tu kutokana na mwanangu, unajua ada boy. Kakuleta nini mwenyewe mazingira ndo aliyomtokea sema kutoka na wewe huko town. Wenyewe masela wanasemaga kichwani. Sasa sikia mwanangu, mimi nikakupokea kwa mikono yote. Ila kuna mchongo huu wa kudushidushi. Shamwelekeza mwanangu anaelewa kila kitu mwanangu. Hana kipengele chochote ambacho hajui. Pale unalala unastay mazingira yako nini ile? Mazingira mengine yanaishi. Na ukipata vichange sio kama unavizingatia wewe na sisi unatupa. Sisi lawa tupendi. Sawa. Unajua? Sawa. Oe. Baridi hapa. Sema ndio hivyo mwanangu. Sikia sasa mwanangu. Mimi naenda kumaliza game langu. Kama unafikisha mtaani mpeleke. Unajua mtu mwenyewe iko peku nini akaoga hata maji, unajua? Da huyo hamna haja kuoga maji, alipia bili analipa hapa kaoge maji. Baridi mpeleke. Huyo nampeleka ile kindichi nini? Baridi hapo. Huyo sitajicheka. Au vipi? Sawa, sawa. Mpeku. Sharifa rafiki yangu. Yaani nimekaa, nimefikiria, nimeona bora nije kwako kupata ushauri. Kupata ushauri? Ushauri gani? Mimi tangu Mpeku ameondoka, nahisi nimekuwa mpweke sana katika kijiji. Maono yangu ya mbali yote naona yamefutika. Yamefutika kivipi? Ndio nielezee. Nadhani unafahamu kwamba Mpeku mimi kaniacha katika hali ya ujauzito. Ndio, najua hilo. Lakini sasa tangu ameondoka hana msaada wowote kwangu. Sina mawasiliano naye. Ukizingatia katika hii hali mimi natamani vitu vingi. Na ndo kama hivi amezamia huko. Sijui kama ni mzima au la. Lakini sasa nafikiria nini? Kuna yule kaka yule ambaye naye alikuwa ananihitaji Ochu. Lakini sasa mimi ni mjamzito. Kwa hiyo kama ni mjamzito, unataka kumaanisha nini? Nawezaje kuwa naye sasa? Mbona vitu vipo rahisi afu umejieleza kwamba Mpeku ameondoka, hakuhudumii, hamna mawasiliano. Huoni kama ndio njia rahisi ya kuwa naye?
rafiki yangu, mbona kwa mjinga hivyo? Hiyo ndio njia rahisi ya kuwa na uchu. Unaenda naye, alafu unampa ujauzito. Kwani kuna shida gani? Yeye anajua kwamba yeye ni mjamzito? Hapana. Sasa hilo swala shoga yangu limeisha. Na kama unashindwa, niachie mimi. Mbona kitu rahisi sana? Hivi inawezekana kweli? Inawezekana. Kwani wangapi wanafanya? Na wewe ushindwe. Wewe unaenda naye, ukishaenda naye basi unampa wewe ujauzito na yeye hajui. Kwani mtu akikutazama hapa anajua kama wewe ni mjamzito? Ndio iko nakupendea wewe rafiki yangu. Unajua Sharifa, kuna kitu Mwenyezi Mungu kakupa. Sema mwenyewe ukijui rafiki yako. Nishaikuharibu? Hapana. Sasa. Na ndio maana nikatoka mguu mosi mguu pili mpaka kwako. Hilo limeisha shoga yangu. Uchi tunaye na tunatamba naye, na hiyo mimba ni atailea kama ya kwake na hatojua chochote. Ni mimi na wewe tu ndio tunajua hapa. Yaani hapo umenifurahisha. Hapo umenifurahisha. Yaani nimefurahi kutoka moyoni. Kuwa na amani, kila kitu kimeisha. Baada ya dhiki faraja, ila nimeshachoka kungoja. Nimesubiri mbivu zinaoziana. Ama ndo riziki bado huenda ikafika. Oya, vipi wa kwetu? Safi. Fresh au vipi? Stay. Baridi kutoka na si watu wanaiti, tunajua zile. Oya niingia hapo nini kama dakika kadhaa. Narudi. Au? Hapo. Mwaka wangu, mwaka wangu, mwaka wangu, mwaka wangu, mwaka wangu. Poa. Huyu mwanao wa Bushi kamekula mkate wangu. Amekula mkate? Sasa mwanangu mbona kama kafeli hivi? Sio kafeli na nilikuelekeza mwanao na shiria za huku muelekeza kanaambia muelekeza. Sikiliza mwanangu. Hamna haja ya kulaumiana. Oya. Amka basi kwa leo. Chapo unaamka sasa. Simama juu. Sasa mwanangu mimi nilikuelekeza nini kuhusu habari za kula? Nimekwambia huko kulala tukula wapi? Lodi, yani mazingira ya kula wewe mwenyewe ujitemegee. Sasa umekula mkate wa mwanangu ndio nini hizi? Mwanangu sikia. Unachukulia poa sio? Samahani. Umenisahau? Umenisahau? Nakuuliza umenisahau? Mwaka wangu. Sasa mwanangu ndo umefanya nini? Mwanangu utaua mwanangu. Hii kesi mwanangu tunaliona sasa hivi Rondo, sasa hivi ninakuja mwanangu nakuja kutuchukua mwanangu. Hii kesi mwanangu utaua. Sasa sikia mwanangu. Usipige kelele, piga kelele kwa jao. Unajua zile kama nikaamsha hapa cheki mazingira nje nini? Mwanangu nataka kupotee. Na mwanangu sitoruhusu jambo kama hilo. Kama tunambeba tunampa badili. Ngoja kati tunazingira kasi tunazingira.
Hapo ndo mwisho wa kumbukumbu zangu. Kilichoendelea hapo mbele kwa kweli sikumbuki. Ila nimekuja kupata fahamu zangu. Najikuta niko hospitali. Pole sana. Pole. Sasa ndugu yangu, hebu twende kupumzika. Mwaka wangu. Ilikuwa heri tulipokutana kanjiani. Maana mguu huu ulikuwa ni wako wako. Nilisema nitoke nyumbani, nije nyumbani kwako shemeji yangu. Ila Mwenyezi Mungu atukutanishe hapa, nami nashukuru. Una changamoto gani shemeji? Hivi, rafiki yako tangu ameondoka, ushawasiliana? Kusema kweli, tokea ameondoka sijafanya naye mawasiliano. Maana kila nikimpigia huwa anagonga mwanga. Na sijajua kwa hili ana changamoto gani. Haya, tuachane naye. Kwa sababu alishaniambia kwamba atakapoondoka yeye kila kitu ni wewe. Sasa shemeji, mimi nina shida. Una shida gani tena? Shemeji, yaani mpaka muda huu sijui sabuni, sijui unga, sina chochote, yaani sijui chochote sasa hizi. Ndani ya siku 2 hizi sijui nitafanyaje. Sawa shemeji. Ila kwa hapa sina chochote. Lakini ni kuahidi tu shemeji yangu. Naelekea hivi barabarani. Kuna kikazi kidogo naenda kukifanya. Mungu akisaidia nikipata riziki nitakuletea hiyo hela. Au kuna lingine? Hapana, ni hilo tu shemeji yangu. Sawa, nikutakia safari njema. Haya shemeji. Amando riziki bado huenda ikafika kesho, yana siku la hali nda akuli. Vipi? Mbona unapenda sana kukaa kimya? Ndio nilipo. Au ujisikii furaha hapa? Amna, nipo kawaida tu. Pole. Asante. Hivi Mpeko, mimi naomba nikuulize. Kwa siku ya kwanza, mimi nilihisi kama ni uongo. Baada ya kakangu kuleta hapa kutambulisha kwetu. Yaani tulikupokea kawaida sana, lakini kila mmoja alistaajabu. Na isitoshe, mimi naelewa fika mazingira hapo yanakufanya unakuwa huko comfortable. Naelewa fika kwamba wewe na wifi yangu hampatani. Lakini ile ni wifi yangu mimi namuelewa vizuri. Hata kakangu anamuelewa vile vile. Haimaanishi kwamba labda anapokuwa anakupandishia sauti wewe akikuangalia vile akupendi. Ni the way ambavyo amezoea. Isitoshe pia mimi hapa naipambana ni kakangu tu. Na wifi yangu pia ni watu wa kutoka. Mimi pia ni mzigo kwao. Mimi niko chuo sijamaliza masomo bado. Kwa kuna muda wifi yangu lazima azungumze kuhusu mtu ambaye amemleta hapa. Huo unaonekana ni mzigo. Labda cha kusaidia tu. Kama utakuwa unaogopa mimi nitamwomba kakangu. Za nyumbani nzuri sijui za kwako. Za kwangu nzuri, nilikumisi udugu wangu. Maana ni muda Kweli sana. lakini wewe kwangu si unapajua, kwa nini usije? Mambo mengi, si unajua nikitoka kazini nimechoka. Kachani na shemeji yangu ajambo. Ajambo madevu.
Ajambo. Maana nimehamisa yale madevu yake. Niambie. Shoga yangu. Cha kwanza pana changamoto ndugu wangu. Changamoto? Tena kubwa. Haya, changamoto gani tena? Hapo nje hujakutana na mtu. Ulivyokuwa unatoka kwa udani kuja huko. Hapo nje? Nimekutana naye. Nikajua tu labda amepumzika, alikuwa anapita, amepumzika. Vipi? Shoga yangu lile zigo la kwangu. Tena zigo hilo ni kubwa ambalo siwezi hata kulibeba. Hivi imagine mimi nikae nianze kumlea mtu kama yule. Ana kazi, ana kibarua, kakaa tu. Muda wote dada, si nini? Mimi wa nini? Yaani nataka kuniambia madevu kamuokota yule kijana. Ndio. Kamleta hapa. Kwa hiyo mnaishi naye hapa. Ndio. Sasa yaani yule madevu unajua sijamuelewa. Madevu kamtoa huko alipomtoa kamleta hapa. Nimeamua kumsaidia huyu kijana tuishi naye hapa nyumbani mpaka pale atakapojitafuta akapata maisha yake leo. Kwa hiyo sasa ndugu yangu unafanyaje? Mimi nimesema sitaki kumuona. Shogangu nataka nifanye kila njia. Sitaki kumuona hapa. Ila nawaza sana fanya nini? Ili aondoke hapa nyumbani kwangu. Ngoja nikwambie kitu. Si unataka kumtoa hapa? Ndio nataka leo kesho. Kazi rahisi. Unajua ufanyaje? Nafanyaje? Kuna watu wanatafuta house girl. Na wewe umeletewa house boy. Cha kukifanya mtumikishe mpaka mwenye ajute kuingia hapa. Mfulishe, muoseshe vyombo, mpikishe, hata kudeki ya deki. Yaani akiziona hizo saruba hapa zimezidi mwenyewe. Ukiogopa wewe, lakini wewe ni mwanaume, jikaze kama mtoto wa kiume. Mchukue kakaangu, mwambie usikae tu ndani, wifi akirudi anakuona. Kakaangu akija, si kila kitu atakufanyia. Au unajisikia vizuri mtoto wa kike anapotoka kwenda kutafuta na arudi akakutomeka ndani? Kwa kweli kilichonileta huko mimi kutafuta. Na hata nimetoka nyumbani nimekuja huko kwa ajili ya kutafuta. Isitoshe nyumbani mimi nimeacha familia. Na baba pamoja na mama. Wote wananitegemea mimi. Lakini majeraha haya ndio yamesitisha ndoto zangu na malengo yangu. Na muda wote nipo mnyonge kwa sababu nafikiria nyumbani wananifikiriaje. Yaani familia yangu wanajifikiriaje sasa hivi. Wanahisi nini kuhusu mimi huko nilipo. Kutoka na tukia siku ambayo nimetoka nyumbani mpaka hii leo kwa sina mawasiliano naye. Hiko ndio kitu ambacho kinaniumiza sana kichwa mimi. Ndio maana nikuta muda mwingi nipo kimya sana. Na ni mnyonge. Na umezaliwa peke yako, labda na mdogo wako ambaye labda amebaki na familia? Hapana. Mimi ndo mtoto wa mwisho na mimi ndo mtoto wa kwanza. Kwa hiyo baada ya baba na mama hakuna mtu mwingine. Na ndio maana kichwa kinaniuma zaidi ninapofikiria tu familia yangu. Sasa nikimkumbuka hali ya mama yangu, mimi ndo nilikuwa kama msaada japokuwa baba yupo. Ndio maana ikaniambia mimi nitoke nije kutafuta ili niweze kuikomboa familia yangu. Atamwaga babake madevu. Ataondoka. Mungu niweke mie. Wewe unafikiri kuna mtu anayependa shida? Hakuna anayependa shida. Mfanyia anapenda shida. Unamtumikisha mpaka nguo yako ya ndani anafua. Akiona soruba hapa zimezidi, atafanyaje? Ataondoka. Atamwaga tena kwa shangwe huyo madevu. Naondoka. Wewe usiwaze, mtumikishe. Unajua kumtumikisha? Sio mtumikisho kunamuonea huruma, hataondoka. Lakini sasa yule kijana mimi sijamuelewa. Ile ngeu yake inanipa mashaka, mbona kama jambazi. Asante BFF. Hapo umegundua nini ninachomaanisha. Ndio maana nikasema nikushirikisha ile jambo, kuna kitu utanipa. Umeniongezea ubunifu upo. Sasa kazi anayo. Sasa usije ukacheza naye. Mwisho wa siku atakuja haribu hata ndoa yako. Umeona? Cha msingi ni kumfanyia vituko haondoke. Huwezi jua madevu hapa kamleta kwa sababu gani.
chezesha akili haraka shoga yangu. Hapo nimekupata shoga yangu. Ila sasa. Shoga yangu nimekuja nataka unazime kijola. Shoga yangu sawa, mimi kwa kijola nitakupa. Ila tu usisahau kurudisha kwa wakati. Wewe tena. Ndo cha kuazima tena shoga yangu ndo unaanza kumdhalilisha hapa. Ngoja nikuletee bwana. Niletee basi bwana mwenzio niondoke. Ama ndo riziki bado huenda ikafika kesho, ya nafsi kula hali nda akuli bukha. Ama ndo niseme ninagundu, ama ndo niseme nimerogwa, ama nisemeje, ama nisemeje. Yaani mtoto wa kiume umekaa miguu juu, umejiachia mwenyewe. Unaangalia TV kama kanunua baba yako. Halafu wewe kaka, mume wangu kukuleta hapa isiwe sababu. Sawa? Sasa unakaa miguu juu, unaweka miguu kwenye kochi. Uone kama utachafua ile kochi. Sinakuuliza, afu kumnyea hivi isiwe sababu wewe mtoto wa kiume. Sawa? Utoe hela ya unga, utoe hela ya kula hapa ndani. Ujue kutafuta hela, umekaa tu mtoto wa kiume. Mimi kulea watoto, yani nimlee mume wangu, nikulee na wewe mtu mzima. Kweli jamani? Alafu usisahau mwanaume hapa ni mmoja tu. Mume wangu mimi, ambaye analeta maokoto. Sijui umenielewa? Lakini unaonekana jambazi wewe, ndio maana wamekutoa ngeu za kichwa. Pumbavu, haya nenda kaoshe vyombo. Nenda kaoshe vyombo. Tembea basi. Unachafua kwanza. Pumbavu. Mijitu mingine bana. Yaani unakaa tu mwenyewe umerelax unaangalia TV. Na alivyokuwa mfupi ananiuzi. Mwaka wangu, mwaka wangu. Unajua siamini macho yangu. Ulinisumbua sana. Nilikuwa nakufuatilia mashariki na magharibi. Lakini ndoto zangu zilikuwa zinagonga mwamba. Lakini hii leo Mwenyezi Mungu kanipokelea kilio changu. Nimefurahi sana. Na pia utaenjoy na nikabidhi moyo wako wa dhati. Utaamini kwa kama mimi nakupenda. Lakini ulikuwa unanizungusha mara hivi, mara kule. Nilikuwa nasikia vibaya sana. Nilitamani hata hichi kijiji niame, niende mbali. Lakini pia jua kuwa mimi nakupenda sana kuliko unavyofikiria. Tena nilikuwa nakuhitaji kwa udi na uvumba. Nijaribu kwenda hadi kwa watu kupata msaada, lakini leo hii natumaini Mwenyezi Mungu anipokelee ombi langu. Nakupenda sana, tena sana. Na utafurahi sana. Nami nakupenda pia mpenzi wangu. Sema wa nini? Mwenzie kaniweka ndani na niwaza. Usisahau wazuri ni wengi sana ila sio saizi yako. Nyimbo naipenda hii. Nimempata Mungu anayenijali mimi.
Umeshapika? Wifi, nimemaliza. Ni mboga tu imebaki na kaukia maji kidogo. Wifi, niko naomba nikusaidie kuosha vyombo. Wewe, tangu lini ukaanza kunishogokea kwenye kazi zangu? Wifi, unajua sipendi mimi ninapokuwa nipo nyumbani sijaenda chuo. Wewe unakuwa unaishulisha na hizi kazi. Hizi ni kazi zangu, niachie wifi. Wewe atakaporudi kaka, unaweza kufanya kazi zingine kama Unanichosha unajua Kwani una shida gani? Una tatizo? Umepata bwana mpya? Hapana. Ila sawa wifi. Msamehe. Bado wifi, mimi natamani kusaidie, niachie. Mimi najua wifi yangu labda nilikuudhi. Sometimes wifi tu unachukulia mambo yani easy. Just take it easy wifi. Mimi tu huwa najikuta hivyo nimefanya vitu tofauti. Lakini wifi sio vile ambavyo unakuwa na maanisha wifi. Ombi langu lilikuwa ni moja tu. Moja tu wifi, nisikilize basi. Wifi. Kwani zishobo zote za nini? Una shida gani wewe? Una tatizo? Unajua unanishangaza, yaani unanisurprise uongo zangu. Kumbuka mimi sio mama yako. Sijui umenielewa? I'm not your mom. Unajua nini? Awali sikuweza kujua nani ambaye itakuwa ni chaguo langu. Nani nitakayeweza kuishi naye. Ndio maana sikufanya maamuzi. Kwa sababu yule nilikuwa naye sikutarajia kama atanitenda. Ila nakuahidi mpenzi wangu, kuanzia leo nimerudi, tuanze maisha mapya. Mapenzi yetu yarudi kama mwanzo. Unajua nikwambie kitu baby. Kuna watu wengine hawajui thamani ya mke. Hawajui thamani ya mwanamke. Ila anaamua tu kukamilisha ile nadhiri yake aliyowekea. Na sio kile unamuona anayekufuatilia ukajua anakupenda sana, nataka ajue utu wako ndani. Ila hapo umefika. Nitakupenda na nitaendelea kukupenda. Asante sana, nashukuru. Na nakupenda sana. Pia nashukuru kuwa na wewe na nashukuru kwa kunipokea. Alafu hivi, jaribu kumind your business. Sawa? Usinifananishe mimi na mama yako. Mimi na miaka 26. Mama yako je? Ana miaka 54. Mama yako na miaka 54. Mimi na mama yako wapi na wapi? That is not what I mean. I mean, nilikuwa naomba dakika moja tu. 1 minute wifi. Naomba tunaweza tukawa marafiki saa hizo wakati tunasuza vyombo tuzungumze. Ni kuhusu huyu Mpeko. Unajua hivi mimi humu ndani wenyeji tuko watatu tu. Hivyo tunavyokuwa tunamtenga anakuwa anajisikia tofauti. Na mara nyingi anakuwa Umeanza kumtaka Mpeko? Hapana. Kakutongoza? Hapana. Ila una mimba? Unamtaka? Hapana wifi. Umeanza umalaya? That is wrong idea. Just get my point. Kwamba ni anaomba, mara nyingi analalamikia mimi kama rafiki yake. Anaomba yani nyinyi muwe washikaji. Muweze kuzungumza. Hapendi vile mnapokuwa mnabishana kwa sababu anahisi majirani waliotuzunguka wanahisi kama wifi nyewe mnatongozana na mimi nimtake Mpeko. Wifi, unaanza kunivunjia heshima, si ndio? Mpeko sio type yangu yule. Mwanaume mwenyewe short chassis, mimi nampeleka wapi? Afu wifi, umeona zile ndevu za kakako? Mimi ndio I like. Napenda watu kama wale. Sawa? Yule sio type yangu. Hivi mimi na blonde yangu niwe na Mpeko? Soma, uwe na maisha yako. Mambo mengine yaache yapite. Mimi sioni kama huyo mtu ana umuhimu kwenye maisha yako. Sioni. Usinisemee kwa kaka. Go! Get out! You're talking rubbish. Like serious? Mpeko. Who is Mpeko?
stupid. Kama ndo riziki bado huenda ikafika kesho, yana siku la hali yangu. Nimekupigia simu na nimekuja hapa kwa sababu moja. Wewe hapa kuna kiajira, ila pale nyumbani na ndugu yangu kazi yana. Kwa hiyo nilikuwa namuombea nafasi hapa, awe anakuja naye anajishikiza au apate 200 ya kula. Vizuri kabisa. Wewe ni ndugu yangu wa muda mrefu sana, na tumesaidiana kwa kila hali na mali. Ni ndugu yako kabisa? Ni ndugu yangu kabisa. Kabisa. Tena nakaa ndani kwangu. Unamwamini? Mimi namwamini. Yaani ningekuwa simwamini nisingekuja. Angalia hivi. Ni kuna kaida hivi kama kana kuja hivi. Karibu. Okay, ngoja kwanza tujaribu kwanza. Huu ndio mwanzo wa mimi nawe, hitajika moyo huwe radhi kwa furaha. Huu ni upendo wa mimi nawe, farijika leo kuyahifadhi majeraha. Utojutia nitaongoza chombo navyotaka. Mi mzungu utosikia nimepindua chombo kwa kukuacha. Haya mzungu nitakubeba kwa mgongo, nadhiri watu watanitafara hiyo kuimarisha pendo maiminyoko kazi ndugu yangu. Unaona mpe kazi za watu hapo naleta kibao. Kwa hiyo inabidi uaminifu zaidi. Kwanza hii kazi anaiweza. Maana sio kama garage hapa labda ataanza kujifunza tena siji nini. Nadhani anaweza. Kabisa. Yule namwamini anaweza. Lengo la kukuuliza hivi kwa sababu hizi kazi zetu lazima uwe mwaminifu. Ndio. Hilo nalijua. Na kama ni ndugu yako, sawa, ndugu yangu mimi nitakusaidia. Ila tu cha msingi awe mwaminifu. Sawa, nitakusii kwenye hilo. Najua imeisha hiyo. Usijali ndugu yangu. Basi poa. Poa pamoja. Haina shida. Haya. Kwa hiyo utakuja na lini? Kesho kisha kutwa. Hapa. Umekosa kazi za kufanya? Lakini mimi kuna kazi nafanya. Na yeye pia alikuwa na kazi anafanya. Alafu hivi, tabia gani ya kulia kwenye makochi lakini? Meza kulia chakula hamna jamani mpaka ulie hapa. Sicho kilichonileta. Haya wewe. Kazi umemaliza? Lakini kazi zimeisha tayari. Nguo zangu kule ndani chafu. Na nguo zako chafu. Huyu ni hasibu kufulia hizo nguo. Kwa sababu nimesema leo nipo nimeamua kufanya kazi, nishafanya kazi, usafi nimeosha, si vyombo, kila kitu. Kama ni chai wewe vuta chai yako ukunywe, tushamaliza. Mpeko hamna kwenda kufanya kazi aina yoyote. Wifi usinishughulishe. Naongea na yule. Haya wewe. Una uhakika kazi zote umemaliza? Nguo zangu ziko kule ndani chafu, afue nani? Umekaa hapa unaimba nyimbo tu, umekuwa Dijakopa wewe. Umekuwa Sinura. Alafu mbona naongea umenyamaza? Sinakuuliza wewe. Ama ndo niseme ninagundu, ama ndo niseme nimerogwa, ama nisemeje, ama nisemeje. Nakuuliza. Haya amka nenda. Toka. Usijua kuoga wewe ukatakata. Mwaka wangu